Ninaitwa ndugu Mwesigwa Zaidi Siraji. Ni mwananchi. Ni mwananchi na taaluma yangu ni mwanasheria, lakini ni mwananchi wa mkoa wa Dar es Salaam. Ni Mtanzania. Sasa lengo na madhumuni ya kuweza kuwaiteni hapa na kuzungumza, nyote mnafahamu iko wazi kwamba tulikuwa na uchaguzi mkuu katika nchi yetu tarehe 29 Oktoba, ambao uchaguzi huo uligubikwa na vurugu lakini na madhara makubwa kwa Watanzania, na ni karibia maeneo yote ya nchi yetu palitokea viashiria vya namna mbalimbali. Sasa ni vizuri kwa wakati tulionao huu niweze kueleza machache. Moja, mimi ni declare kwamba mimi ni katika waathirika wa matukio hayo yaliyotokea. Kwa ninapoongea ninaongea kwa mifano hai, najidhibiti kuongea kwa hisia, ila ninaongea kwa mifano hai. Matukio yaliyotokea, bahati mbaya wananchi wengi hawakuweza kuyaona kabla. Wengi waliweza kuona kurupushani, kusikia milio ya mabomu, kusikia nini, vitu kama vile. Na kumetokea hali mbaya ambayo propaganda zinaendelea kulishwa kwa wananchi, wachonganisha wananchi na serikali yao, wachonganisha wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama. Mimi nilivamiwa baada ya kupiga kura, nikawa nakuja ofisini kwangu mjini, hali ikiwa shwari katika macho ya kawaida, lakini fika Kimara nilivamiwa na genge la watu wengi sana, na barabara zikiwa zimezuiliwa, zina vizingiti vya namna mbalimbali. Waliweza kuchoma gari langu likateketea. Lakini katika uchomaji wa gari na mashambulizi yalikuwa yakifanyika, wananchi hao wanaosema ni waandamanaji, hakuna mwananchi hata mmoja alikuwa na bango la ujumbe wote wa maandamano, kitu cha kwanza. Lakini nilishuhudia kwa macho yangu vijana wakiwa na silaha, SMG mbili wamebeba kabisa. Sasa tujiulize, leo lawama zinakwenda polisi wameua. Naomba niwaulize Watanzania, tutafakari kwa pamoja. Ikiwa kundi la wahuni wanaojipa nembo ya kuandamana wana silaha ya moto, mlitegemea vyombo vya ulinzi na usalama viwabembeleze? Mlitegemea vyombo vya ulinzi na usalama viwape ridhaa ya kuendelea na utekaji wa miji na makazi ya watu na uharibifu wa mali? Ifikie mahala tukubali kwamba wananchi tunazo haki zetu, lakini pia tuna wajibu katika nchi yetu. Na wajibu mkubwa tulionao ni kuhakikisha sisi wenyewe tunakuwa sehemu ya kulinda amani ya nchi yetu. Ni wajibu wa kikatiba tuliokuwa nao. Wavamizi wamevamia maeneo mbalimbali, wamechukua mali za watu. Wameenda kwenye ATM, zimevunjwa ATM, wamechukua pesa. Vituo vya mafuta vimetiwa moto. Sasa hii hali si nzuri kwa taifa letu. Na msingi wa nchi yetu tunafahamu kabisa kwamba amani, umoja, mshikamano ndizo nguzo zetu ambazo tumekuwa nazo. Haya yanayoendelea sasa hivi mnaweza mkayaona kwamba hili ni kundi la waandamanaji, lakini nasema si waandamanaji, bali ni makundi ya uhalifu kwa kiasi kikubwa ambayo yamebeba ajenda za watu wenye faida ya kuvuruga amani ya nchi yetu. Nitoa wito kwa wananchi wa Tanzania wote mahala mlipo. Kwanza, msiondolewe kwenye imani mlionayo na vyombo vyenu vya ulinzi na usalama. Msiondoke huko. Endeleeni kuamini katika vyombo vyetu. Ni kweli yanaweza yakawa yalitokea mapungufu kidogo kidogo katika kutimiza wajibu wao, lakini tuangalie sababu za mapungufu hayo ni nini. Nimewapeni mfano mwananchi, mimi nimevamiwa gari langu linachomwa, watu wana silaha SMG, wamevaa kiraia, na polisi hawajawashambulia katika mazingira hayo. Watu wameteka barabara masaa 3 4, wana riot, wanaongezeka makundi kwa makundi. Unategemea jeshi la polisi kama chombo muhimu cha kuhakikisha kina enforce utulivu na amani kingefanya nini? Sasa tusiwe watu wa kulaumu tu upande mmoja kwamba polisi imeua, lakini pia hata kuua
sio wa kweli na uadilifu. Wakati mwingine leo ukimuuliza mwananchi kwamba nipe takwimu ya maiti ngapi umeona kwenye mtaa wako, anaweza hata mmoja hayupo mwenye takwimu kama nimeona maiti. Lakini mtu anazusha, anasema ziko maiti za kumwaga zimerundikwa. Sasa hii si njema na si nzuri. Lakini wazazi majumbani kwetu, tuwe makini katika kulea vijana wetu. Tusiwe sisi ndio wenye matamshi hatarishi kwenye familia zetu. Hawa watabeba haya na kwenda kuona kwamba sasa ndio msingi wa nchi yetu, kitu ambacho si sawa. Tanzania, uchaguzi tumefanya umeisha. Tunayo kazi kubwa ya kujenga nchi yetu. Wengi walitamani vurugu kwa sababu hawakuwahi kupata madhara ya vurugu hizi. Lakini ni imani yangu kabisa kwamba sasa hivi Watanzania wengi wameelewa, japo kwa uchache, nini madhara ya kuvuruga nchi yao. Watu wanasema tumefungiwa ndani. Sasa hali ya hatari ilivyokuwa, vituo vinachomwa, magari yanachomwa. Nataka niwahakikisheni Watanzania, kuna uwezekano mkubwa kabisa wa mauaji makubwa yaliyofanywa na haya makundi ya wahuni. Silaha walipata wapi? Kwa hiyo mambo mengi ya kujiuliza, na tuwe watulivu sana katika kipindi hiki. Tusiwe watu wa mashambulizi kusema kwamba jeshi limeua, polisi wameua. Mbona kama kweli wewe ni mwadilifu wa nchi yako, mbona uzungumzii wahuni walioua? Mbona uzungumzii wahuni waliovamia mali za watu na kuharibu? Mbona uzungumzii watu waliojiorganize kuandamana maandamano haramu bila kufuata utaratibu? Utakuwa mwadilifu kwa jamii ya Kitanzania iwapo utaonesha pande hizo mbili za sheria, kwamba jeshi la polisi lilitumia nguvu ya wastani baada ya kuwa waandamanaji haramu na watu wasiotakia taifa letu amani, wavurugaji, wezi kuingia na kufanya uharibifu. Leo tazama wananchi wa Kimara wanavyopata shida ya usafiri, lakini serikali nayo inachukua tahadhari kuingiza magari yake barabarani. Bado viashiria vipo vinashughulikiwa. Mateso wanayopata watu pale Kimara sasa hivi kwa sababu ya watu wachache ambao akili zao ni mbovu na ni hovyo. Sasa lazima kama wananchi tutoke na tuonyeshe kwamba hatukubaliani na haya yanayofanywa. Mnapokaa kimya na baadhi yenu kuanza kulishwa sumu ya kulaumu, tafsiri yake ni kwamba mnakaribisha balaa zaidi kwenye nchi yetu, kitu ambacho tusingependa kufika hapo. Binafsi niwaombe nyote wa Tanzania, mikoa yote, kwanza tuvishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kurejesha amani iliyopatikana mpaka sasa. Hilo halina ubishi. Na kama kuna mapungufu, tuyatolee basi maoni katika lugha iliyokuwa nzuri. Alianza ni nani? Nyote Dar es Salaam mnathibitisha kwamba polisi walikuwa watulivu kabla ya vurugu. Nyote mnathibitisha. Na wengine wanasema kabisa kwamba hatukuona polisi na bunduki kabisa kwenye maeneo yote. Nini kiwafanya polisi na vyombo vingine kusimama kudhibiti ile hali? Bila shaka ni uvunjifu wa amani, uharibifu, wizi na matendo ya kigaidi. Mimi nasema ni ugaidi. Sasa mtu anapochukua gari anapiga moto, kisha mafuta kinawaka moto, petroli inawashwa. Huo ni ugaidi, huo ni matendo ya kigaidi. Mtu anachukua panga anakata mwenzie. Ninaomba sana. Lakini pia naona kama kuna kaajenda fulani kanatengenezwa kuparaganyisha muungano wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Hii nayo viongozi wa vyombo ni vizuri mkakaa imara. Lugha yenu mnasema kukaa timamu. Mshikamane kwa sababu tupo kwenye wakati ambao unatafutwa ufa. Unatafutwa ufa ili ufa upatikane, watu waingie wenye nia ovu. Kiukweli mimi kama mwananchi wa kawaida ninasema hivi, kazi iliyofanywa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na ambayo inaendelea kufanywa ni kazi sahihi kwa mustakabali wa ulinzi na amani ya nchi yetu. Sasa kama utaki hiyo kazi ifanywe, ulitaka watu watuteke wote, wateke jeshi, wateke polisi, watu walikuwa wanaandamana sema ndio kuteka Ikulu. Ni uhaini. Ni uhaini. Lazima jeshi lidhibiti hizo tabia na hiyo mienendo. Niwaombe na ninyi wanahabari pia, mnayo nafasi yenu kubwa sana.
ya kuhakikisha mnajenga jamii yetu, mnajenga nchi yetu, mnajenga vijana wetu. Badala ya kuwarushia TikTok za miziki na taarabu na nini, basi wajengeni, pelekeni ujumbe wa kuwajenga kisaikolojia na kifikra, kwamba wajua nao wajibu wa kujenga nchi yao. Juzi watu walitamani hata kutoka nje ya mtaa. Mtu anatamani kwamba angekuwa mtaa mwingine ambapo ilikuwa haiwezekani hata kwa kwenye mtaa mwingine. Sasa sembuse nchi nzima ikivurugika, utakwenda nchi ipi? Utaishi wapi? Watu wamekosa kununua hata unga kwenye maduka, wanaogopa kwa sababu hali ni mbaya. Lakini nani msababishi? Niwaombe sasa, katika hali hizo zote ambazo zinaendelea, madhara yaliyotokea yote chanzo chake ni vurugu za wahuni na sio serikali kuwa chanzo. Hii tulielewa vizuri hili. Hakuna mahala ambako vyombo vya usalama vilichokoza au kuashiria kuwashambulia watu. Ni pale tu ambapo vyombo vilichukua hatua stahiki za kisheria kutimiza wajibu wake. Na huo ndio msingi wa uwajibikaji katika nchi zetu. Chukueni mazuri basi, waandishi wa habari ya vyombo vyetu, na muyaseme na muyaeneze, watu wajue. Nichukue wito pia kwa chama tawala pia, Chama cha Mapinduzi kina wajibu wa kuhakikisha kinakaribisha mazungumzo ya kidiplomasia baina yake na vyama vingine vya siasa ambavyo wanapishana kimtazamo. Nakumbuka CFDD na FDD kule, watu walikaa wakazungumza kwa mustakabali wa nchi yao, na mpaka leo hali iko shwari. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama tawala ni kwamba kinayo dhima ya kuhakikisha kinaleta Watanzania pamoja, nchi pamoja, na kusikiliza pia hawa wanaosema no. Kwani wanasema no? Wanataka nini? Kuna nini? Kuna sababu gani? Nadhani hayo yakifanyika hayo kwa umakini mkubwa itasaidia kuharmonize nchi yetu, kwa sababu hatuwezi kudisregard completely. Ni kwamba kila upande utimize wajibu wake vizuri na hatimaye nchi iweze kubaki salama, kwa sababu sote tunachulia ni nchi yetu ya Tanzania. Sasa nitashangaa kuona kuna chama cha siasa ambacho kinafurahia aliyotokea juzi, kwamba nchi imewaka moto, kimenuka, uchumi umeharibika kwa kiasi gani, mapato ya serikali yameharibika kiasi gani. Sasa unachoma hospitali ya serikali, unachoma zahanati, unachoma mwendokasi ambayo wewe unapanda kila siku, unachoma hospitali ambayo unakwenda kupata tiba, unadhoofisha nguvu ya serikali ya kutoa huduma kwenye jamii yetu. Haya tujue ni madhara makubwa ambayo waathirika ni sote. Viongozi wanaathirika, wananchi tunaathirika, wafanyabiashara wanaathirika, kila mtu anaathirika. Hakuna maana baki salama katika hali kama hii. Mwisho ni washukuru wale wote ambao dhamira zao ni njema kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama, ambao dhamira zao ni njema kupinga uhalifu na makundi ya ugaidi. Haya lazima tuyakemee kwa pamoja ili nchi yetu iweze kubaki salama.